hili linasema, ujumbe huu unasema wokovu, zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Wokovu, zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Kwa hiyo tutaangalia andiko kuu la upendo wa Mungu, ambao ni andiko ambalo yamkini tumelisikia sana, tumelisema sana, la Yohana sura ya 5 mstari wa 16 mpaka 17. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima. Na tunajua kwamba hakuja kuhukumu ulimwengu, bali alikuja kupatanisha ulimwengu, yani upatanishwe na Mungu, ili kila mtu amwaminie apate kuokolewa na kuwa na ule uzima wa milele ambao Mungu ametuahidi, lakini tunaupata kwa kupitia Yesu Kristo, ambaye Yesu Kristo ndio anayetupa wokovu. Yesu Kristo ndio anayetuletea ule uzima wa milele. Kwa hiyo, kwa nini sasa tupate wokovu? Kuna kitu gani? Tunapata wokovu kwa sababu ya dhambi. Na ni namna gani dhambi iliingia ulimwenguni? Kwa hiyo wapendwa wangu katika Kristo, kabla hatujaenda mbali sana, sasa tukajua kwamba imekuwaje, yani wokovu ni kitu gani unachokizungumzia. Ndipo ambapo sasa tunaangalia dhambi iliingiaje ulimwenguni. Dhambi iliingiaje ulimwenguni? Kwa hiyo mwanzoni Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu, Adamu, na baadaye akamuumba Hawa au Eva. Waliishi katika ushirika mzuri na Mungu, na waliishi ndani ya bustani ya Edeni ambao walipewa na Mungu waitunze. Na kila siku Mungu alikuwa akiwatembelea. Walikuwa na ushirika mzuri na Mungu, na aliwapa kila kitu walichohitaji, akawaamuru wasile matunda ya ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini shetani kupitia nyoka akawa amemdanganya Hawa, na Hawa akadanganyika, na baada ya kudanganyika akamshawishi na mume wake Adamu, naye akakubali kula lile tunda walilokatazwa. Na tendo hilo lilikuwa ni tendo la kuto kumtii Mungu. Kwa hiyo chanzo cha dhambi ni kuto kumtii Mungu, kuto kutii yale maagizo ambayo Mungu ameyatoa. Ule utii uliondoka. Kwa hiyo utii wa kuto kumtii Mungu ukasababisha dhambi ikaingia ulimwenguni. Kwa hiyo unaposoma ile Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 24, inaelezea anguko hilo la mwanadamu.